wito wa Musa, wito wa Ibrahimu, ni makaratasi mengi. Kwa hiyo nitakwenda pale nilipoishia. Wajibu wa wanafunzi wa Kristo, wajibu wa wanafunzi wa Kristo. Katika wito kuna wajibu wa sisi wanafunzi wa Yesu Kristo. Hilo nitakwenda kulizungumza kwa machache, sitapanua somo kwa sababu tuko na vitu vingi vya kutumika. Na wajibu, ningetamani watu wanasoma Biblia. Watu wanasoma Biblia. Imesemekana hata kama atajisikia kuwa ni mteule kwa sababu wokovu wake una asili yake kwa Mungu, huku akisahau kuwa kutakaswa, atakuwa amejidanganya kabisa. Hata kama unao wokovu wa asili ya Mungu, lakini unabidi utakaswe, uwe umetakaswa. Tutasoma Waebrania 2 na mstari wake wa 3, tufasili kidogo. Sitafasili maandiko mengi. Waebrania 2 mstari wa 3. Tunasoma, oui. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Amen. Amen. Ambao kwanza ulinenwa na Yesu, baada ya hapo ukadhibitishwa kwetu sisi wokovu na wale waliopokea, wanaosema ni wa mitume, ukadhibitishwa kwao wa mitume na sisi mataifa tuliopokea neema au wokovu huo. Sababu Mungu aliwachagua na kuwaita ili wawe watakatifu, na kwa kuwa ni watu wa Mungu. Mungu alituita, Mungu alituchagua ili tuwe watakatifu kwa sababu sisi ni wana wa Mungu au watu wa Mungu. Tutasoma Walawi 19 mstari wa kwanza. Walawi 19 mstari wa kwanza. Walawi 19 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa, akamwambia, Nimeshia. Soma Petro wa kwanza 1:15-16. Petro wa kwanza 1:15-16. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. 16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amen. Amen. Kama yeye aliyetuchagua, aliyetuita, aliyetupendelea ni mtakatifu, inaibidi sisi nasi walio chini ya mwamvuli wake tuwe watakatifu kama alivyo mtakatifu katika mienendo yetu. Kanisa ndiyo kiumbe ambapo Mungu amekiacha katika dunia. Kanisa ndilo litakaokuwa takatifu na walio ndani ya kanisa wawe watakatifu. Kanisa ni mioyo yetu sisi ambapo ni iwe mitakatifu, kwa sababu Mungu hacheze na mwili. Mungu anacheza na moyo wa mwanadamu, ndio kanisa lake analolichezea. Kwa maana hiyo Mungu
alichagua kanisa mimi, alichagua kanisa wewe, uwe mtakatifu kwa jirani, uwe mtakatifu kwa watendao, kwa majirani wote, kwa watu wote, kwa sababu utakatifu wetu sisi kanisa hapa duniani unamtambulisha Mungu aliyetuchagua. Na ndio maana wakamwambia Petro ya kwamba hata kutembea kwako kunafanana wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Ina maana aliiga mfano wa Yesu, akawa kama Yesu. Wakamtazama kwa macho ya kindani, wakaona Petro anatembea kwa unyenyekevu kama Yesu. Huyo ni mwanafunzi. Amegeuza jinsi Wayahudi wanavyokuwa wanatembea, akatembea kwa namna nyingine, ananyenyekea, lakini kwa siku ya leo sisi tunatembea kwa unyenyekevu, lakini ndani ya mioyo yetu hamuna utakatifu kama Mungu anavyopenda. Utakuta mtumishi anatembea kwa unyenyekevu, utakuta mama wa chumba cha maombi anatembea kwa unyenyekevu, lakini ukimchunguza kwa ndani ni mbwa mwitu. Mungu hatapendezwa na hilo. Mungu anasema tuwe watakatifu kama alivyo mtakatifu. Wanapaswa kutengwa na dhambi. Hao watakatifu, hao wanafunzi wa Yesu wa Kristo, hao wanafunzi wa Kristo ni lazima wanawajibika wajitenge na dhambi au watengwe na dhambi. Mtu tunatamka nimekutenga kanisani. Kutengwa sio jambo rahisi. Kutengwa sio jambo rahisi. Sasa mmeambiliwa mutengwe mutengwe na dhambi. Msiwe karibu na watenda dhambi au msiwe karibu na kutenda dhambi. Tutatazama Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amina. Mtu amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yote yamepita, amekuwa na mapya. Ndio maana mtu anapookoka tunakwenda kukaa naye. Baada ya hapo tunamfunza mafunzo ya wiki mbili, wiki tatu, mwezi, ili afuate ubatizo. Akienda kwenye ubatizo anazikwa na Yesu, anafufuka na Yesu. Mwili wake wa kale umezikwa katika yale maji, amefufuka na mwili mpya, kwa sababu Yesu alipokufa alikufa na mwili wa kibinadamu, wakamtia kwenye mwamba na mwili wa kibinadamu. Alipofufuka akafufuka na mwili mwingine mpya. Alikuwa akipita kwenye ukuta wa kibambazi, alikuwa akipotea anaenda mahali pengine. Mnapotembea mnaona anawafikia. Ndio maana alimwambia Mariamu pale bustanini, akamwambia usiniguse kwa sababu bado sijakwenda kwa Baba kutoa ripoti. Alipata mwili mpya, alikuwa bado hajaenda kutoa ripoti, wakatamani wamguse, akawakataza. Lakini baada ya kutoa ripoti, aliwafikia wa mitume walipokuwa wamejifungilia ndani ya nyumba, akaingia bila kugonga mlango, bila kupasua ukuta. Walimuona amemea tu pale, akawaambia msiogope, ni mimi, kwa sababu amekwisha kuwa na mwili mpya. Akawaambia ni mimi, si mzimu, niguseni, tazama mikono yangu ina vidonda, tazama mbavu langu lina alama ya mkuki. Na baada ya hapo akaenenda na wao mpaka ziwani. Ndio ile andiko ya Yohana inakwambia, Yohana wanipenda kuliko hawa. Yohana wanipenda kuliko hawa, lisha kondoo. Walikuwa ameshafufuka, wamekuwa ziwani, akachukua masamaki wakachoma.
Biblia unakuwa mtu akianza anaenda mambo mengi. Tunakwenda, wanapashwa kutengwa na unajisi, uchafu wowote. Tusomapo Rumi 6:1-2. Tunaruka 11 hadi 14. Rumi sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 2. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? La hasha. Sura ya 2. Hasha. Sisi tulioyofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Tunaruka 11-14. 11-14. Vivyo hivyo nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. 11-14. 14. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu amui chini ya sheria, bali chini ya neema. Amina. Dhambi, hata nianze mwanzo. Tuishi katika dhambi kwa sababu neema ipo? La asha. Hauwezi kuishi katika dhambi. Na hii watu wanaizungumza sana. Wanadamu wanazungumza tutafika kwa neema. Nitende dhambi kwa sababu tutafika kwa neema. Sivyo. Matendo ya ndio kibali cha kufikisha mbinguni. Neema unayoitarajia sio hivyo unayoitarajia. Neema unayoitarajia ni kwa mataji kule. Sasa nakwambia kwamba mumekufa kwa sababu ya dhambi, lakini mko hai kwa sababu ya neema. Tunatembea katika dunia ya shida. Sisi tunanuka, sisi tuko kama damu, tuko watenda dhambi zote, hakuna aliye takatifu hata mmoja. Lakini kwa sababu tumepata neema kwa Mungu, tumeitwa na Mungu, tumeokolewa na Mungu, tumechaguliwa na Mungu, tumekuwa hai. Na ndio maana akamwambia Yeremia, akampa Yeremia maono ya mifupa, akamwonyesha mifupa iliyo nyingi. Mifupa inaweza kuzungumza. Je, mifupa inaweza kutembea? Alikuwa na maono ya kuambia watu waliopo dhambini wamekauka ni mifupa. Akamruhusu Yeremia awape pumzi ili mifupa itembee, ili mifupa ipumue. Wakapewa neno la Mungu. Waliokuwa dhambini ni mifupa imekauka. Na sisi tuliokuwa katika uhai wa Mungu, neema ya Mungu, tumechaguliwa na Mungu, tumekuwa na nguvu za Mungu, ndio maana tunatembea. Lakini shetani hapendezwi na hiki tunachokifanya, anahuzunika, na ndio maana analeta njia moja au nyingine ya kuzorofisha kazi ya Mungu. Uwe macho mtumishi, uwe macho mtakatifu, uwe macho Mkristo. Ili nakwambia ukweli, shetani anatoa njia moja, anaingia njia nyingine, anatoa njia nyingine, anaingia njia nyingine, akuangushe wewe. Na akuangushe wewe, anaangusha kilichokuwa ndani ya moyo wako. Muna chembe ya Mungu ndani ya moyo wako, ndio anapiganisha akiondoe. Uwe mfupa mkavu, uwe umekufa katika dhambi, ina maana huna lolote mahusiano wewe na Mungu. Wanapaswa kumletea Mungu sifa. Hao wanafunzi wa Kristo wanapaswa kumletea Mungu sifa. Tusomapo Isaya 43
43 Isaya 21. Watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wanitangaze sifa zangu. Amen. Yesu alikwenda kutoa nafsi yake afe kwa ajili yetu. Hatuna kazi nyingine ambapo tumechaguliwa na Mungu, ni kutoa sifa zake. Imetosha. Tunaimba, tunacheza, tunamhubiri, basi imetosha. Hapo Mungu anakuwa na kila ambapo anasema katika Agano la Kale wanatia uvumba kwenye manemane, yanakuwa yanatoa harufu nzuri katika kanisa. Kila ambapo Wakatoliki wanafanya wanaita chenezi, wanakuwa wanafanya hivi chenezi, inatoa moshi. Mle mna upani, mna zuhudi, mna uvumba, mna manemane, vyote vimechanganywa. Sasa wanatoa ile moshi ili itoa harufu nzuri kwenye kanisa. Na sisi tunapoimba nyimbo za sifa, tunapoimba nyimbo za mahabudu, tunapomchezea na kumwimbia, tunapomtukuza Mungu, Mungu anapata sifa. Usizani unapocheza unacheza bure. Usizani unapoimba unaimba bure. Usizani unapotoa sifa au unapofanya maabudu unafanya bure. Mungu anakushukuru. Mungu anaona unatenda kazi kubwa, kwa sababu ndio maana amekuita. Waliokuwa nje kwa sasa wanafanya maabudu kwa shetani huko, wanakwenda kwenye vilabuni huko, wanakwenda kwenye umalaya huko, wanakwenda kupigana vita na watu wengine, na wanafungwa huko, lakini hivi wengine wanatokwa damu huko. Lakini wewe una sifa, unaimba, unamtukuza Mungu mahali patakatifu, papatakatifu pake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema nitafasiri andiko moja. Utaandika Efeso 1:12 kwa kuandika, nampa andiko nyingine. Wanapaswa kudhihirisha utukufu wa Kristo, ili siku moja waushiriki utukufu huo kamilifu mbinguni. Waushirikishe utukufu huo mbinguni. Rumi 9:23. Akikataa tunaenda andiko nyingine. Rumi 9:23. Warumi sura ya 9 mstari wa 23. Tena ili audhihirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya neema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu. Vyombo vya neema ni sisi waliochaguliwa. Ndio vyombo vya neema tuliotengenezwa tangu awali. Wasiotengenezwa wapo hapa, wote wameondoka. Waliotengenezwa na kuchaguliwa ndio hawa walio hapa. Ndio vyombo vya Kristo vya neema, ili vipate utukufu. Soma, tusome Wakorintho wa kwanza 2:7. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 7. Kuna baki andiko chache tumalize. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 7. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Amen. Tangia Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Hekima ya Mungu ukisoma katika Mezali sura ngapi Medi? Ukisoma katika kitabu cha Mezali utakuta hekima analia, hekima anafanya hivi. Hekima ni Yesu Kristo. Hekima ni Yesu Kristo. Kristo ndio hekima ya Mungu, ambapo ilidhihirishwa tangu awali kwa sisi tupate utukufu wa umilele. Uliookolewa na Mungu, uliochaguliwa na Mungu, ujigambe una utukufu. Ujigambe una neema. Kuna watu huko wanalia, wanatamani wapate nani atampa injili, lakini hawaipati.
Yaani injili inahubiriwa, lakini yeye asikie injili, amefungwa na Ibilisi, na injili bado inazidi kuhubiriwa, lakini ana kiu na njaa apate wa kufika hata nyumbani kwake ili ampe neno kidogo. Wanapaswa kutoa matunda kwa ajili ya Mungu wanapokuwa na kuelekea katika tabia ya Kristo katika kutenda matendo mema. Yohana 15:16. Wanapaswa kutoa matunda kwa ajili ya Mungu. 15 Yohana mstari wa 16. 15 Yohana kwa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami